Habari za mdau traders, na imani mko salama na wazima wa afya. Sasa leo hii kwenye session ya leo, ningependa twende tukachambue jinsi gani ambavyo tumepata entry nzuri kwenye Eurocard na tukaenda ku catch more than 540 pips. Sasa hii entry ilikuwa ni clean kabisa. Ningependa twende tukaichambue kuanzia high time frame mpaka lower time frame, tukafanya execution, tukapata mpaka confirmation na kuingia sokoni. Moja kwa moja tukaanzie kwenye 1 hour. Let's say tukaanzia kwenye daily ambapo ndio nilipokuwa nimeangalia mwelekeo sahihi wa soko kwa kuzingatia trend of the market. Siku zote hatu trade tu kwa sababu tumepata entry sokoni, lakini huwa tuna trade mara baada ya kuzingatia trend ya soko. Nikianza kwa kufuta mistari yote ambayo nilikuwa nimechora muda huo, tuende tukaanzie kuona jinsi gani ambavyo tulipata hii entry. Mara baada price kuvunja eneo hili hapa, ilikuwa imetuachia this full formation, ambapo ndio formation ilikuwa bado haijafuata. Ukiangalia hii ni kendo ya daily na muda huu imebakiza takriban dakika 47 kuweza kufunga. Sasa muda huu wakati ambapo tunaingia sokoni ilikuwa ni majira ya mchana, ambapo soko lilikuwa bado linakuja ku clear liquidity ambazo zilikuwa zimeachwa huku chini. Moja kwa moja rudi 1 hour, tukaangalia price ilikuwa imetuachia nini humu ndani. Tunapaswa kumark area yote ya daily formation ambayo tulikuwa tumeachiwa, lakini pia tupaswa kumaki na our area ambapo market ilikuwa imegeukia. Hii ndio tupaswa kuwa take profit yetu. Umeona, moja kwa moja tunapaswa kurudi 1 hour, then tunaangalia nini ambacho kimeachwa kwenye 1 hour kikafanya soko likarudi humu ndani. Wakati tunafanya uchambuzi wa hii pair, tuliangalia hapa mara baada ya market kuvunja hii eneo, break this level, ilikuwa imetuachia formation tofauti tofauti. Ilikuwa ina inside formation mbili, ambapo we have the first one formation, inside formation ambayo tunaiona hii hapa, lakini pia tulikuwa tuna formation ya pili pia hii hapa ambayo tunaenda kuimark zaidi. Hii ilikuwa ni unmitigated area. Tukategemea kwamba ikiwa price itavunja this level na kuja huku chini, basi ndio itakuwa ndo discount price ambapo tunaenda kuchukua buy entry. Hivyo kwa wakati ule pale tulipaswa kushuka zaidi kwenye time frame ya chini kuweza kupata confirmation zaidi. Ila kizuri kilicho tuaminisha kwamba kwa nini hii entry itaenda kuwa setup na tuweze kuingia hapa ni kwamba hii ilikuwa ni strong area ambapo market imefanya rejections za kutosha. Ukiangalia kutokea kwenye previous market ambapo unaiona, tunapaswa kurudi kwenye 15 minutes. Mara baada ya kurudi kwenye 15 minutes tunaja kuangalia, je, kuna chochote kitu ambacho market imetuachia huko ndani. Moja kwa moja kutokana na strategy ambayo tunaitumia, tukaona price imetuachia engineering liquidity, ambapo ilikuwa ni normal engineering liquidity, moja kati ya engineering liquidity zenye nguvu sana sokoni. Hivyo ikatuaminisha kwamba price lazima itachukua eneo hilo na kuondoka. Kama unavyoiona price ilituachia engineering liquidity, ambapo body ya ambapo wiki ya overthrow ilikuwa hajazidi body ya furthermost deviation. Tukaamini kabisa hii hapa ni moja kati ya engineering liquidity zenye nguvu sana sokoni. Hivyo market mara baada ya kufika hii level na ndio potential area itachukua entry na kuondoka. Tukaisubiri hapa ikafika this level, then tukachukua entry. Lakini pia vivyo hivyo unaweza kurudi kwenye 5 minutes na kuweza kufanya more refinements ili kuweza kuona unaingiaje. Kwenye 5 minutes hapa price ilikuwa inafanya rejections, ilifanya rejection kendo ya kwanza, ikafanya rejection kendo ya pili, lakini pia muda huo kwa sababu tulikuwa tushafanya calculation ya pips ambazo tukwenda kuziriski, ikatupasa kuingia sokoni haraka zaidi ili tusiweze kupita na hii movement. Entry ilikuwa ina take profit, ilikuwa ina stop loss ya pips 9 tu, 9.3 pips ilikuwa ni stop loss hiyo hapo, ambapo kwa wakati huo tulitoka sokoni mitaa hii hapa tumecash more than 540 pips kwenye entry. Umeona, hivi ndivyo ambavyo tumechukua entry, na kesho zaidi tunategemea mara baada ya price kuvunja this area tutakuja kuungana na buyers na kuendelea na movement yetu.
kwa sababu ile imevunjwa, lazima euro card itarudi. Movement yake halisi ni kwamba inatakiwa kufika huku juu. Kwa hiyo aliyebai hapo akafanya kuhold mpaka kule juu, ataungana na buyers kwenda kufika level hiyo hapo. Lakini pia tutasubiri hapa tupate ilia gani kesho, then tutaingia tena sokoni kwa mara nyingine na kuweza kujoin this movement until we hit our take profit. Hivi ndivyo ambavyo tumechukua hii entry. Hivyo tuungane pamoja kesho, tutaichambua live. Kesho tutakuwa na live trading session pamoja hapa, hivyo ungana na mimi. Lakini pia kwa wale wote ambao wamefungua akaunti kupitia HFM, naomba wanicheki hapo DM, then kuna jambo lao, tunaenda kufungua group kwa pamoja, tunaenda kufanya challenge kwa pamoja. Shukrani sana, have a nice day. It's your boy Frank here. Eh